Amen. Praise the Lord. I know when you see us, you already know that we are about to worship the Lord together. Of course, this is a Divine Encounter band, and the Divine Encounter show you only find it live on CTN TV, Nairobi, Kenya. We are so delighted and excited to worship the Lord together. And we want to shout out and just tell every pastor, every man of God that has supported this program, inboxed us and told us that as soon as you started watching, your praise and worship has learned a lot. If you're a worship leader, you're a worshiper, we do not claim to know everything, but the little we know, we are generous enough to share with you. We appreciate you, and we request you that you share with your friends and family. Let them know that we are at that time of divine encounter. Our band is ready. We celebrate them. Amen. Always ready. We celebrate you. Hey! Amen. Thank you so much. Of course, and our wonderful vocalists, all of them. We have Mili on that side, Minister Ibrahim, tukona Johan, tukona Richie mwenyewe na Pastor Guy, and of course me, Reverend Ruth Wamuyu. We are going to begin with our of prayer, and as we pray, we know that the Lord will be with us. Father, in Jesus' name, we surrender our will. We surrender our way. We surrender our voices, that you may use us for your glory. We ask of you that the host of heaven will respond positively to the sound of our voice, and that whoever is listening and watching as we worship God together, will they have an encounter with you, because that's the purpose of this program. Be with us, give us a flow, and give us a breakthrough. In Jesus' name do we pray. Amen, amen. Today we have great lineup of songs, and we are going to sing them, and above all, there is something that you will learn. There will be a take home, because we want to learn. We want to begin to talk about the love of Christ, and Richie will help us do this song, Excess Love. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Your love, your love. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Come on, say your love is kind. Say, your love is kind. Your love is patient. Your love is patient. You fill my heart, Jesus. Say, you fill my heart with so much peace and joy. With so much peace and joy. Come on, one more time. Say, your love is kind. Say, your love is kind. Your love is patient, Jesus. Your love is patient. You fill my heart, Jesus. You fill my heart with so much peace, with so much peace and joy. You're amazing, Jesus. You're amazing. You're amazing. You make my life. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You're amazing. You're amazing. You make my life. You make my life feel brand new. Say, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Too much. Too much. Excess love. Too much. Too much. Say, Jesus, you love me too much. Oh.
amazing. Your grace, Your grace is amazing. is amazing. Your grace, Your grace is amazing. is amazing. Your grace, Your grace is amazing. is amazing. You're 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 amazing. Your power. 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 Your love. 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 Your Your love Is amazing. is amazing. Your love 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 Your love is amazing. is amazing. Say, Jesus, you love me too much. Oh, come on. Too much, Too oh, much. too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. Oh. Too much, oh, excess love, oh. Amen. There is nothing else you can add to that. Because John 3:16 says that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. The reason why we are here is because he loved us. It is not us who loved him. It is him who loved us first. And we thank you, Jesus, for your love. Before we introduce the topic of today, we are going to tell him thank you for loving us. Thank you for just being our God. Nara, Nara. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You've done so much for me. I cannot tell it all. We sing. Father, you've done so much for me. We cannot tell it all. We say. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. We say. Chukuna kwa marele. When you heal completely.
else we can say this night other than to tell him thank you for what he has done for us? I believe if you are to count your blessings one by one, some of us would take a whole day to write the list, and it will still not be enough. So thank you, Lord, for what you have done for each one of us. We just take this time as a CTN family, and of course the Divine Encounter Show, to tell you thank you for everything you have done, for preserving us and for keeping us whole. Take all the glory and take all the praise. Tunaweza mpatia vigelegele za shangwe jamani. Hasn't he been good to us? Amen. I can count the blessings in this team. Since we began, we can see growth in each one of us. We are not the way we were when we began, close to almost 5 years now. Tumesonga. Ai. Tulikuwa wengine walikuwa solo, nao wako hivi. Wengine tulikuwa bado wachanga, sasa naona Richie ameanza kukomaa kabisa. He was young in age. Amen. Pastor Kia alikuwa mweusi kidogo, sasa hata amekuwa kama mzungu. You know, everybody has a testimony of what God has done. Na baba, we have done who is almost sahi ako karibu tu kukua pia na yeye bwana ya mtu. Everybody has a testimony of growth. We have seen what God has done, and we can't take it for granted. So one more time, let's give a shout out to Jesus by celebrating and telling him thank you. Thank you. By the way, Minister Beatrice, who was with us, nasa ako maju, she's in Atlanta, Georgia, relocated with our family. By the way, tunakumiss. Bwana akubariki sana. Tulikuwa tunakusengenya, tunasema kuna vile ulikuwa unaimba rain, Jesus. Vibrato inatoka kabisa. Tuna feel neema ya Mungu iko juu yako. We also miss one of us who is called Furaha. She got married and now she has a young baby that she's nurturing. Na pia yeye tuna miss nobody like you, Lord. Kadogo lakini sauti inatetemesha dunia. So we look at what God has done. We have seen growth. We say thank you, Lord. And that is where we base our confidence. Our topic today is overconfidence. There is a good confidence and a bad confidence. The confidence that we are talking about that should be, emulated is a confidence that does not come based on our performance, but based on what he has done. But we also know that sometimes when you've done something for a while, umefanya kitu kwa mazoea, kuna hiyo temptation ya kusema kama Samson, that I will shake myself, and I know as usual, vile nimezoea kuinua magid, and you still think you have him. And that is what we are calling overconfidence. And each one of us, kuna wakati hizo nyakati majaribu inakujanga. Unajisikia hata Mungu asipokuja niko sawa tu. Hata wasipokuwa sawa niko sawa tu. It is human thinking. And we know that you have overconfidence when especially you no longer have goosebumps and you no longer are afraid when you are the one meant to lead. Because when you come to the altar to lead, and there is nothing wrong with calling you a worship leader. You're a minister, yes, but leadership is part of worship. Because you are not only managing you are managing people, you are managing instrumentalists. And leadership, is not a gift. It is a skill that you acquire. So it is an art. As much as you're learning how to sing, you're learning to be a leader of your BGVs, you have instrumentalists. So it's good enough to have those managerial and leadership skills. And sometimes many people settle for that. At least unaweza jua kiji na ingia kwa wapi. Najua kudu ma bridges, ma harmony. Najua unaelewa song hii na ingia na hii. Like ibada ya ikifika ni ibada ya harvest, mi niko sawa tu. Like mi nipe tu song yoyote nitaifanya. And I've heard people who say that. But where should we base our confidence? First of all, I'll begin with the team and ask them, what should be the confidence of a worshiper before we talk about overconfidence? And I'll begin by asking Minister Ibrahim, what should be the confidence? Yani, confidence kwa Kiswahili ni kujiamini. Kujiamini. Yes. Confidence kujiamini. Confidence ni ujasiri. Ni ujasiri. It's like courage. Yes, yeah, it's like ujasiri. Ni ujasiri. Okay. Asante sana Reverend. Ninasema ujasiri kama si wa Kristo. Ujasiri wetu uko ndani ya Yesu. Amen. Tunaweka ujasiri yetu ndani ya Yesu kwamba sisi hatuwezi bila yeye. Ni kweli. Mtu anapaswa kujua kwamba hata kama unaenda kuabudu hauwezi lolote bila Mungu. Ni kweli. Na ukishakuwa na hiyo in mind, hiyo italeta difference between sisi worshipers na wale watu ambao wanafanya music ya dunia. Amen. Because wale wanajua wamefanya practice na wanajua wako wanaweza, wamefanya wame perfect, wanaweza wataenda waimbe wa perform. Lakini kwa sababu ile wanafanya si kwa sababu ya Mungu,
hakuna presence ya Mungu wako nayo. Amen. Lakini sasa wewe unakuja hapo, unakuja kulidi watu, unakuja kuimba, si kwamba unakuja kuabudu Mungu. Ni vizuri uallow Mungu mwenyewe take charge. Amen. Yes. I think umeongea kitu kizuri sana. First of all, audience yetu ni Mungu. The first audience. So unapata kama tuseme performer wa dunia, furaha ya audience wake ni wale watu wanaimbia. Kiona wamedance sana, wamefurahi, wanapiga manduru, wakisema igwe, wametoa jasho, hiyo ndio satisfaction ya performer. But mtu mwenye ana lead worship, ujasiri wake unatoka Mungu amefika. Kwa sababu it is actually God who is the audience. A wonderful Ron Kenori says that his worship ministry began and took a turn around when he knew that he's performing for one, only God. So when you lead the crowd out, as God comes, he knows how to minister to his people. So thank you so much, Minister Ibrahim. Wacha nikuje kwa Pastor Guy. Nikuulize, confidence ya mwimbaji ambaye ana lead worship inastahili kuwa nini? Minister Ibrahim anasema ujasiri wake ni kuwa ndani ya Yesu. Okay, mimi kwanza kwangu, mimi kabla niende kuimba ama kuhudumu kupanda kwa pulpit kuimba, huwa naambia Mungu, yani ujuzi wangu kwanza nimeitoa. Ni kweli. Hiyo elimu ambayo niko nayo ya kujua zaidi, najua music, najua vile kunaenda, nimeitoa. Yani najikabidhi kwanza kwa Mungu mwenyewe aniongoze vile anataka. Ni kweli. So ninaingia kwanza chini, nainyenyekea kwa Mungu. So lazima unyenyekee kwanza kwa Mungu, hata kama uko machua namna gani, hata kama uko na ujuzi namna gani, lazima you must be humble first. Amen. Ukikuja kanisani, Amen. Mbele za Mungu na mbele ya congregation. Then kukuwa na ujasiri. Okay, ujasiri si vibaya, ni vizuri, lakini isipite. Hiyo ndio sasa tunaongea, hiyo imepita. Ikipite na kuwa vibaya, ndio unapata unakuwa na kujigamba. Unaanza jigamba, mimi kama mimi siko, hakuna kitu inaweza endeka. Alafu unapata kunakuwa mapingano, kunakuwa na mashindano. Mimi naweza imba zaidi ya huyu. Mimi naimbaga vizuri kushinda huyu. Sababu unakuwa overconfidence. Na concentration yako si kufurahisha Mungu, ni kuonekana wewe mwenyewe. Yes, uonekane, sio Mungu tena. Asante. So kitu muhimu amesema Pastor Gini kwamba your private conversation with God before ufike kwa madhabahu ni muhimu. Vile unavyojiongelesha uhusiano wako na Mungu in private, kwa sababu kuna wale watu wanafikiria utaita Mungu tu akuje hadharani, na kwa private wewe unajijuaga ni shujaa. Kikuja unajaribu kumuita, hata kuja watu watasema performance ni poor, but kuna kitu ina miss. So confidence ni mzuri, but confidence must be based on Jesus and of your personal relationship with God. So wacha niulize dada mmoja, niulize Joan ako karibu na mimi. So overconfidence kwako ni nini? Like unaweza juaje mtu ako overconfident? Pastor Gia amesema mashindano, anajiona anajua sana. Overconfidence kwangu ni mtu anaenda kwa stage, anajua I can do it. Ana oversing, ana oversing. So, ad libs anaweka mingi. Anajua tu yeye akisimama pale ataimba na Mungu atashuka, which is not a good thing. Most of the time mimi huambia Mungu, sitaki kwenda kama utaenda. Ni kweli. Sitaki kwenda kama utaenda. Mungu ende mbele yangu, kwa sababu hii talanta ni yako. Hii gift umenipatia ni yako. So uende mbele yangu kwanza. Nice, Joan. So I think ni kukua dramatic. Niseme tu in other words, nishaienda mahali, naona nyote mkifanya hivyo, ushaenda mahali mtu anataka kuonyesha ako na range. So anaanza anafanya, anaenda ndio aonyeshe yeye ako sawa. Anafanya maranza hapo ndio mjue pia yeye ako. So don't be dramatic. Wengine si drama ya vocal, ni drama ya kiroho. Kuna wengine wako na overconfidence na vile yeye ana kiroho mingi. Analia mahali hapa stahili kuliliwa, hata worship venye hata mahali hapa ingi, hiyo inakuwaga ni overconfidence, and I believe all of us tumekuwa na experience. Wacha niulize Millicent, ushaiona mtu wako overconfident? Ndio, nisha. Okay, alifanya nini? Nilimuona wakati tulikuwa kwa zoezi kabla hatujakuja kwa pulpit. Na yeye anakuja time yake akiwa amechelewa tu, juu yeye anajua baraka nikishaingia mimi niko tu sawa.
Anatoa ka point tu ametulia, lakini hiyo ni point kubwa. Yani mimi I don't need practice, you know me, I'm good. Give me any kind of genre, me nitaondoa hata jazz. And true to the word, everybody has their strong area and their weaker area. So hiyo overconfidence ya hataki mazoezi. So kama wewe Millicent kiongozi wa timu, unaweza fanya nini mtu kama huyo? Inaweza kuwa ngumu kuwork na mtu kama huyo juu kwanza akona kiburi. Ameshajinua already, so kuja na yeye to the same level inaweza kuwa ngumu. Ni kweli. So labda huyo tumuombe Mungu ashughulike na wenye kiburi. Amen. Sisi hatuwezi. Ni kweli. Na unajua remedy ya kiburi kwa Biblia ni kushushwa. Ai. Wengine unajua shida ya mtu wako na kiburi kama huyo. Hata akiimba wrong, ujaribu mkosoe. Practice itaisha because atakuwa offended, atakuwa angry, atakuwa difficult to deal with. Awacha niulize Richi kwa sababu kosagi tu hadithi kama hizo. Tuambie ni nani ushaiona overconfidence, ama unaweza juaje mtu ako na overconfidence? Asante sana. Nimeona two types na tumeshaziongelea hiyo ya skills, musically na pia spiritually. Ibini anze na spiritually. Kuna huyo atapanda kwa stage anajua ako kiroho sana. More than every ministers wenye walipita. Japokuwa the moment unajua wewe ndio uko kiroho sana, hapo ndio uko kimwili sana kushinda kila mtu. Okay. So, yes. Wakati unakuja mimi nimelearn something wakati nimejaribu kukaa na Holy Ghost. So when you are a friend to the Holy Ghost, every time atakuwa anakushusha tu. Ni kweli. Yeah. Hata kama Mungu anakutumia namna gani, wakati unajikuta tena peke yako, kuna vile unakuwa unasikia tu, who am I? Ni kweli. Yeah, who am I to do this? Who am I to be using like this? Ni kweli. You know? So to be used like this. Yes. Yeah. So ndio hivyo, Holy Spirit, the more unakaa na yeye, the more anakufunza namna ya kujikamata kwa stage. Na kuna ujasiri nzuri ambayo atakupea. Ni kweli. Yes. Ujasiri mzuri. Yes. Yeah. Na pia kwa skills nini. Pia nimeona wengi kabisa anataka akipanda kwa stage aogeshe wote wenye walipita before yeye apite. Yani aoneshe like this is it. Real musician. Yes, ameingia kwa stage. Yes, this is it. The other was just like by the way, you know. So lakini mtu kama huyo kama Millicent amesema ni kumwombea kwa Mungu, na pia kuna vile unaweza deal tu na yeye. Mtu kama huyo usiende na yeye haraka, muangalie tu. Ukimpea macho, sababu there are many kuna nini nyingi, many ways ya ku-communicate na mtu. Unazoona mtu tu anakuwa mbona yeye ananonanga hivi, mbona hivi. Kuna siku atajiambia tu okay, nilikuwa na overdo. So nilikuwa na overdo. Yes, uki-oversing you are wrong. Just minister. It's true. Yes, hudumu. I think umeiweka the basic, just minister. Kuna wengine anaamini vibrato ndio kuimba. Sasa hata vibrate hapo mpaka kuna kuwa confusion. So always I think these are matters of the heart. Let your heart be submitted to God. Hata kama utatumiwa kiasi gani, hata kama unajipata wewe ndio bora zaidi kwa kikundi. And somebody taught me something, that anytime you have learned more or you have a higher skill than people that are near you, the best way to remain humble is teach what you know. Teach what you know. When you're busy teaching people, you also notice that you do not know. Na ndio Biblia inasema kwamba ya wale ni walimu. Katika hukumu yao itakuwa kubwa. Because what you know, if you teach it to others, God will have a reason kukuongezea. Lakini kama unakaa nayo ndio ushaini peke yako, by now kwa praise and worship unajua everybody is important. Hata mtu wa sound ni important. Hata mwenye anaosha madhabahu ni important, because it's teamwork. And I pray that God will help us and help you also. So we are going to go to the next song and request Minister Ibrahim
He never fails. He never fails. Jehovah never fails. He the same yesterday, today, and forever. He never fails. Jehovah never fails. He will do what he says he will. He never fails. He never fails. Jehovah never fails. He the same yesterday, today, and forever. He never fails. He never fails. Jehovah never fails. He will do what he says he will do. He never fails. Never fails. Jehovah never fails. He the same yesterday, today, and forever. He never fails. Jehovah never fails. He will do what he says he will do. He never He fails. never fails. Jehovah never fails. He's the same yesterday, today, and forever. He never fails. Jehovah never fails. He will do what he says he will do. He never fails. My God never fails. He the same yesterday, today, and forever. He never fails. Jehovah never fails. He will do what he says he will do. Everything can fail. Your man can fail. Jehovah is he. Never fail. He never fail. Jehovah never fail. He will do what he says he will. He never He fails. never fails. Jehovah never fails. He's the same yesterday, today, and He forever. never He fails. never fails. Yeah. Jehovah never He fails. will do. He will do what he says he will. He never fails. He never fails. Yeah. Jehovah never fails. He's the same yesterday, today, and forever. He never fails. He never fails. Yeah. Jehovah never fails. He will do. He will do what he says he will. He never fails. Never fails. Forever. Jehovah never fails. He's the same yesterday, today, and He forever. never fails. Never fails. Jehovah never fails. He will do. He will do what he says he will do. Wapi vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. 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 He never fails. He never fails. He never Jehovah fails. never fails. He never fails. Yesterday, today, and forever. He never fails. Never fails. He never Jehovah fails. never fails. He will do, yeah. Do what he says he will. He never fails. Never fails. He never Jehovah fails. never fails. He never He's the fails. same yesterday, today, and He forever. He never never fails. Jehovah never fails. Yeah. Do what he says he will. He never fails. He never fails. He never Jehovah fails. never fails. He never fails. Same yesterday, today, and He forever. never fails. Never fails. Yeah. Jehovah never fails. He will do what he says he will. Hallelujah. Get the Rise Again book by Elizabeth Wangoi and learn why you must rise after every fall through the story of a broken woman who turned her broken pieces into incredible resource materials. I received a call from Ushago kwetu kunachomeka watu wote wa na ako ndani. Yeah, ako ndani peke yake. Wow, that is graphic. Yeah. I saw my mother akibebwa na ambulance. Kwa hiyo ambulance nakuja ikilia mamangu haongei. Mimi nililia that day. The book is now available at Victor's Assembly Church Nairobi Bookshop, JCC Parklands Bookshop, and JCC Thika Road Bookshop. Get your copy now at only 1,000 Kenyan shillings. For more details, call 0708
451 770 or 0728 316 317. So welcome back after the break, and we celebrate God for you. I know you're watching, and today we are talking about confidence versus overconfidence. It's good to be confident, but what are you basing your confidence on? And we said our confidence should be based not only on our skills, but on Jesus. And of course, it's always important to have teamwork. And before we even go to the next song, wacha niulize tu Pastor Gi, umuhimu sana wa teamwork. Because pia kuna venye unaweza enda uimbe mahali ukue confidence yako iko affected because team yenye uko nayo you are not sure wanaweza flow na wewe. So how can you solve that? Uzuri ya kukua teamwork ni kwamba okay, wacha nitumie njia ya kuongea. Ukienda kudumu mahali, the moment unaenda na team ambao huwa unatumika nayo kila wakati, inakupea more grace ya kuserve sababu tayari umezoeana. Ni kweli. But ukifika mahali unaenda peke yako, unapata ni timu nyingine, unajua hawajui vile unaimba, hawajui ni vitu gani una fix, hawajui key. Hawajui kama unakuwa na maofu zako, vile watazifix. Kukuelewa ni ngumu. Hata na wewe itakuwa ngumu. Nakumbuka wakati Snatch alikuja na timu yake, kwa sababu yeye alisema hawezi kukuja kuchezewa na timu ya Kenya. Ni kweli? Yes. Na kuna venye tu si ati ni wabaya, but kuna venye tu utatoka kama si wewe. Yes. Because hamjazoeana. Kama sahi tukiongea lugha yetu, there is a way nitaangalia, maybe tuseme Dan, atajua what I want. Na si ati nitamwambia, hata sitamuongelesha, atajua tu. Yes, anajua. So hiyo imetake a lot of years. So nakuelewa. So unaweza resolve aje, tuseme wewe sasa wewe maybe sisi Snatch. Na Mungu atakupeleka tu hapo. Okay, lakini ujipate umeenda Heavenly Blessing Ministry. Amen. Na umeenda huko wewe ni mgeni. Kama mimi ni mgeni, basi itabidi nitafute time na hiyo team. Perfect. Nifanye nao practice. Yes. At least wajue naweza imba hiki. After hiki maybe naweza transpose. Maybe nataka hii. At least tujuane. Hata kama practice ya 3 days, 4 days itakuwa sawa. Ndio. Amen. Wow. I don't know how to watafikiwa na microphone. Ningetaka wacheza vyombo pia watoe contribution. Ya kwamba ni vitu gani mumeona zina annoy za overconfidence kwa muimbaji na tunaweza zisolve aje. Wacha Dan praise atuambie. Okay, asante sana Reverend. Yeah. Kuna vile ile overconfidence inafanya mtu, unajua kuna wale waimbaji wanakujanga after wengine washaimba. Like wataka kutreat wengine ni kama walikuwa curtain raisers wake. Sasa wao wamefika sasa ndio wataka sasa muziki ndio inaanza. Hata atasema hivyo. Sasa tufanye muziki inaeleweka. Sasa ambia jirani yako nipe space. Wale wako kule wakuje huku, yani ni kama wale wengine walikuwa na watayarisha ndio sawa walete kuimba. So inakuwa ni kama ni kiburi ya juu sana. Okay. Ni kiburi ya juu sana. Wow. Nice. I think that's a very good contribution. Na Dan Maundu, wewe umejionea nini katika miaka yako? What happens most times ni unapata mwimbaji anaenda off key. Wakati most of the time unapata wakati wa praise. Unapata ameshift key na ajui. Ile amejibamba sana, amejisikia amefika mahali. Lakini unapata instruments na venye anaimba kuna venye ameshift kiasi. So unapata we are not rhyming. Yeah. Na badala ya yeye ajue ni yeye makosa, anaanza kuwakasirikia. Yes, hata anaweza kuwafokea. Yeah. Ya kwamba hamchezi, kuna vile poleni sana. Tunawashukuru sana. Because of time maybe wacha tuulize Tumaini and then utuambie overconfidence yenye umeona. Wana vyombo pia wanakuwa na overconfidence. Iko. Tueleze. Kuna wachezaji ambao wana tabia ya kucontrol sana wengine. Hata kama mwingine anacheza vizuri labda kwa level yake. Lakini unapata kuna msee ambaye yani amejifanya coordinator. Wewe unajua kuna kule kuongea ambapo tunajadiliana tu kama wachezaji. Bro, jaribu hivi. Kuna correction nyingine ni macho. Buda, unachoma.
Naweza sema labda haina roho wa Mungu pale. Sio vizuri. Kuna mwingine alikuwa anajulikana yeye ni pro, alikuwa anaambia mtu hata anakasirika asema wacha malenge. So tunakuelewa sana. Wow, this is a topic that all of us are enjoying, and we thought we can extend it a little bit, but now it's time to really sing, and I'll request Pastor Guy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anapoingia katika pesi yake. Umerudi? Haya, sawa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, in the sound of victory, hallelujah, hallelujah, oh, let the sound of rejoicing fill this house. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, in the sound of victory, hallelujah, hallelujah, oh, let the sound of rejoicing fill this house. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh. The sound of victory, hallelujah, 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 oh, let the sound of rejoicing fill this house. He has made a way where there is no way, hallelujah, hear the sound of victory, hallelujah, hallelujah, oh, let the sound of rejoicing fill this house. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hear the sound of victory. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, let the sound of rejoicing fill this house. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hear the sound of victory. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, let the sound of rejoicing fill this house. Clap your hands. Say hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, he's the sound of victory. Hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, let the sound of rejoicing fill this house. Amen and amen. Minister Ibrahim, sifa na utukufu ni zako. Kwa nini unasmile Minister Ibrahim? Hiyo song ni yako. Amen. So wacha tuimbe hiyo song as we rejoice in the Lord. It's indeed a happy time. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako.
kumewaka because sifa zake zinavuma. Anytime his praise goes up, his glory comes down. Our praise go up, his glory comes down. So tutaimba wakusifiwa. So sijui Joan, wakusifiwa si ni sawa? Tumwambie wakusifiwa ni Yesu. Amen. Get ready to dance with us wherever you are. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu. Indeed, he deserves all the praise and all the glory. And we want to do the song Vizazi Hadi Vizazi. As we worship God, know that God is faithful. And our confidence in everything should be based on knowing him. And as you know him, may you become greater and greater, bigger and bigger, deeper and deeper, more skillful, because there are things that God teaches you that nobody else can, especially abiding in his presence. Until David came to a place and he says, who can abide in the holy mountain? Only he that has a pure heart. So let our confidence be based on God from generation to generation.
vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Nguvu zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetokoka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetokoka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe, wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe wastahili. Baba, umeketi juu sana, juu zaidi ya yote kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Tunasema kweli wewe, kweli wewe, kweli wewe, wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe, Baba wastahili, wastahili. Wewe umeketi juu sana, zaidi ya yote kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Mwambie tu vizazi na vizazi, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetokoka, umeinuliwa ewe Bwana. Mwambie tena vizazi, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale. Haleluya. Na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako Baba. Umetukuka, umeinuliwa Baba. Kweli wewe, wewe ni Mungu. Kweli wewe Baba. Yahweh, umeketi juu sana, zaidi ya yote kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Sema kweli wewe, kweli wewe, Yahweh, wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe, kweli wewe wastahili. Baba, umeketi juu sana, Baba, kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Mahali ulipo, just lift up your hands as we pray.
Father, in the name of Jesus, we are believing together with our viewer that is believing you for a new level. They are believing you for a new level of intimacy. Pray that you will visit them with your glory. You visit them with your presence. That in their area of weakness, you will cover them with grace. The Bible says that, God, where we are weak, your grace is sufficient. I pray for grace upon that worshiper that desires an impartation. Some of them suffers from underconfidence. They don't even know what to say, what to do. They're in a period of fear and uncertainty. But I pray in the name of Jesus that you will build them up from the inner man. I pray that anyone that is watching and is sick, that you will heal them from every disease. Every one of them that is discouraged, you will build their confidence again. Take all the glory, Jehovah God. We pray for CTN TV, that Jehovah God, you will continue to bless us. You will continue using us to broadcast Jesus. Pray for everybody in the team as well, that Jehovah God, you will remember the band. You will remember all the vocalists. You will remember everybody that has contributed, that our confidence, oh God, may be multiplied and increased in you. Take all the glory and the praise. Thank you for giving us this opportunity to worship you. We worship you and we glorify you. Thank you because of being our God. From us and the CTN family is to tell you, God bless you until we see you next time. Glory be to God. Umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Give you praise. Amen. Creating a world with decent conversations.